majina naitwa Kawawa Leba, kabila ni Msandawe. Kijiji hiki kinaitwa kijiji cha Handa na kitongoji hiki hapa tulipo kinaitwa Mwandoware. Shughuli zangu ni pamoja na urinaji wa asali, uwindaji, lakini vile vile kilimo. Changamoto zilizoko hapa ndani ya eneo hili tuliko kwenye kitongoji hiki cha Mwandoware kwamba kutoka 2016 ndugu zetu hao wahifadhi walikuja kutuvamia kwenye eneo letu la kitongoji, kwa maana ya kijiji cha Handa, kwamba kabla ya kuwepo hapa sisi tulikuwa kule mashariki kwenye eneo moja linaloitwa Samba, Kirambo mpaka Kisima cha Mungu. Haya maeneo matatu niliyotaja yote yalikuwa na jamii yetu sisi Wasandawe, ambako ndio tulikokuwa tumeanzisha maisha ya kuwa pamoja kule, kwa maana tulikuwa na familia zetu, baba zetu na wengine. Shughuli zetu kubwa kule zilikuwa ni kilimo kidogo, lakini uwindaji uliokuwa mzuri, wanyama walikuwepo, asali pia zilikuwa nyingi. Hapa tulipo, baada ya kukimbizwa kutoka kule, hapa tumekuja kujiombaomba kwa ndugu zetu walioko huku, kwamba sasa hivi hapa tulipo hatuna mashamba, hatuna maeneo mengine ya kujenga nyumba zetu za kudumu, hatuna shughuli zile tulizokuwa tunazihitaji. Kwa mfano, sisi Wasandawe mara nyingi ukiumwa huende hospitali, unaingia porini kuchimba miti shamba, unakuja unachemsha, unampa kama mtu wako, mtoto, mama, baba, anakunywa, tayari ndio uponyaji. Lakini sasa kutokana na hawa ndugu zetu wametufukuza kule, lakini bado wametufuata mpaka hapa tulipojihifadhi, wamekuja kuchimbia bikoni zao katikati ya kijiji. Maana yake sasa shughuli za uchimbaji wa madawa ya kiasili inakuwa ni tabu, lakini pia vile vile uchungaji. Maana yake tuna mifugo kiasi ambayo tuliokimbia naye kutoka kule, kwamba hapa sasa tunapata shida sana. Kila tukienda kuchunga huko tulipopazoea, tunakutana na wenyewe, wanatukamata, wanatupiga, wanatunyang'anya ng'ombe, wakati mwingine wanatukamata, wanatupeleka polisi. Tunakwenda kule, hamna kesi, tunaambiwa tu unalipa faini kila kichwa cha ng'ombe shilingi 100,000. Lakini pia changamoto nyingine, wakati tupo kule tulikuwa tuna mpango mzuri wa kuweza kujenga hata shule ili watoto wetu wasome. Kwa bahati mbaya sasa, baada ya kufukuzwa tumekuja huku ndio tumesambaratika moja kwa moja, kwamba wale watoto tuliokuwa tunategemea kuwasomesha kipindi hicho saa hizi wameshakuwa watu wazima, na wengine wako, wengine hawapo hapa, tayari wamekuwa ni jamii ya Kisandawe sasa ambaye haina elimu. Hiyo ni 2015. Baada ya kuanzisha 2016 wakaja kwa kasi, kwa maana ya kutufukuza, shule ile ikawa imevunjika. Baada ya kuvunjika shule hiyo, hadi sasa ndivyo hivi, mwaka huu Januari ndio tumeanzisha kama vile ambavyo inaonekana pale. Kwa hiyo sisi jamii ya Kisandawe tumepata shida sana na tunaendelea kupata shida sana. Matukio haya yote yaliyotokea 2021, kuna ndugu zetu wawili waliokuwa wanafanya shughuli zao huko porini za upasuaji wa mbao. Walikutana na hao wahifadhi, hatimaye wakawapiga risasi na kuwapoteza. Mpaka leo hatujui. Tumejaribu kulia serikalini, lakini hakuna msaada ambao tuliopata. Mwisho kwamba hao ndugu zetu waliopotea, tulijaribu baada ya kwenda serikalini, walituambia tuitieni au tuleteni hao wazazi waje wapime DNA kama ni watoto wao kweli, kwa sababu kwenye ile tukio kitu kilichothibitisha kuwa wamepigwa risasi, kwamba jamii ilivyopata taarifa walikwenda mpaka pale kwenye eneo la tukio, walichokikuta ni ganda la risasi lenye namba 10, ambaye tulivyokuwa tunaulizana kwamba inaonyesha kwamba hiyo ni risasi ya kituo cha polisi ya kwa Mtoro. Sasa baada ya kupata ganda la risasi,
vile vile pembeni yake kukawa na damu. Sasa ile damu ilichukuliwa ikapeleka kwa mkemia mkuu, lakini baadaye wazazi wa wale vijana walihitajika kwenda huko kupima hiyo DNA. Lakini kutoka siku ile mpaka leo hatuna majibu. Familia za wale marehemu waliopotea mpaka sasa hivi watoto hawasomi, wake zao hawana nyumba, yani wamebaki kuishi kwenye nyumba za kuombaomba. Kama mnavyoona nyumba tulionaye kama ndo hizi hapa. Sasa nyumba kama hii ukiwa na familia 5 maana yake ni shida. Baada ya kukutana na ile shirika la Pingozi, kwa kweli niseme kwanza niwapongeze kwa kututafuta na kutupata, lakini baada ya kutupata sasa hivi mafunzo ambayo wanatupa na sisi tunayafurahia na tuna imani nao, na tuna imani mafunzo haya tukayakamata vizuri na tukaendelea kushirikiana nao vizuri, na hizi changamoto zetu zitakuwa zimepungua kwa asilimia fulani. Kesho ya Wasandawe naiona ni nzuri sana kwa sababu tunapata elimu kupitia shirika la Pingozi, lakini pia niombe serikali kwamba sisi ujumbe wetu kwa kupitia Pingozi, basi serikali waone kwamba hii jamii wanapaswa na wenyewe kupewa haki yao ya msingi. Kwa hiyo tunaiomba serikali iliangalie hili kwa jicho la upana, ili kusudi na sisi tuishi maisha sawa na Watanzania wengine. Sisi Wasandawe kina mama tulikuwa tunapelekwa jando, kuna miti ipo tunaenda tunafundwa kule, tunafundishwa jinsi ya kuishi na jinsi ya kwenda kumheshimu mume wako utakapoolewa, na jinsi ya kukaa na familia utakayopata katika ndoa yako. Ndo wazazi walikuwa wanatufundisha hivyo. Ila kwa sasa ni changamoto tuliyopata ni kubwa. Kwa hiyo haya mafunzo ya kina mama yamekuwa ni madogo. Kwa hiyo familia yetu imepotea sana kiutamaduni. Kwa hiyo sasa hivi tunajaribu, kama ndo mmekuja kututembelea shirika, endapo mtatusaidia familia yetu hii, watoto wetu wanaweza tukawarudisha kujua mila zao za asili za Wasandawe. Kwa hiyo sisi wanakoroga kule pombe, bibi wanaenda kule na vipei vyao, vibuyu vyao, wanafika kule wanaekewa kwenye vipei, wanakunywa, wanacheza nyimbo mbalimbali. Kwa hiyo hapo ni changamoto kwa sasa hivi. Watoto wetu tunawazaa ni kweli wapo wengi sana nyumbani, elimu hawana, elimu ya kimila hawana, ni wapo tu tupo tu kama vile tumepotea sana duniani. Yaani wanawake tumeathirika kwa asilimia kubwa sana, kwa sababu tulivyo tunaishi kwenye maeneo yetu ya Wasandawe, kwa kweli tulikuwa tunapigwa, tunafanywa vitendo vya kinyama. Sasa hivi kwenda kuchuma labda mibuyu, matunda yetu, tunaogopa kwenda kuchukua ile matunda ya asili kuyatumia sisi. Mimi hapa naililia serikali sana ituangalie, iweze kututambua na sisi ni binadamu kama wao. Hata wao nahisi walikuwa kwenye mila zao, wakasoma shule, wakapata zile elimu, wakasoma, wakawa maaskari. Watuachie basi na sisi watoto wetu wasome, wapate elimu kama wao walivyosoma, na watoto wetu wapate elimu, wajaribu kuata wenyewe watoto wetu wao kama wao. Na naililia shirika ituangalie, iweze kutusaidia. Naililia shirika sana. Kwa hiyo mimi nalishukuru sana shirika hili liendelee kusaidia watu wanyonge na liwe na moyo, na tunawatakia kazi njema, na shirika hili liendelee endelevu, lisitusahau, liweze kutusaidia.